Hili ndio jeshi lao, jeshi la wananchi ndio jeshi lao hawa wananchi. Tunataka tuwasikilize. Tusipowasikiliza hawa wataenda wapi? Hawa wananchi wataenda wapi tusipowasikiliza? Je, tunataka waingie mtaani wenyewe wakapambanie nchi yao? Kama sisi na sisi hatutaki kuwasikiliza wananchi. Na wananchi hao ndio jeshi lao. Kwa hiyo tunataka maana yake ni kwamba tunawataka wananchi waingie mtaani wenyewe wakajikomboe, wakachukue nchi yao. Kwa hiyo tunataka hiyo. Mkuu, tusipowasaidia tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana kwao. Na mimi daima, mimi Captain Tesha, nitakuwa upande wa wananchi. Hili naliongea bila, hili ndio jeshi lao, jeshi la wananchi ndio jeshi lao hawa wananchi. Tunataka tuwasikilize. Tusipowasikiliza hawa wataenda wapi? Hawa wananchi wataenda wapi tusipowasikiliza? Je, tunataka waingie mtaani wenyewe wakapambanie nchi yao? Kama sisi na sisi hatutaki kuwasikiliza wananchi. Na wananchi hao ndio jeshi lao. Kwa hiyo tunataka maana yake ni kwamba tunawataka wananchi waingie mtaani wenyewe wakajikomboe, wakachukue nchi yao. Kwa hiyo tunataka hiyo. Mkuu, tusipowasaidia tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana kwao. Na mimi daima, mimi Captain Tesha, nitakuwa upande wa wananchi. Hili naliongea bila kificho, bila kuogopa mtu yote. Nitakuwa upande wa wananchi. Na kuwalinda Watanzania nitawalinda kwa namna nyingi. Nitawalinda kwa njia ya kuongea, nitawalinda kwa njia ya silaha pale inapobidi. Nipo tayari kwa hilo kwa sababu ndicho kiupo changu. Na najisikia faraja kuwalinda hawa Watanzania. Yaani ni faraja kubwa sana. Kubwa sana. Nawapenda sana. Mkuu, nasisitiza tena. Na sio kama nakupa amri, nashauri. Hawa watu wakamatwe haraka sana. Hili swala halitopita daima mpaka haki itendeke. Nchi yetu tunakubali kusumbuliwa na kikundi cha watu wachache wasiotakia mema nchi. Yaani kikundi cha watu wachache kisichozidi hata 20 kinasumbua watu almost milioni 60. Kweli tunakubali kusumbuliwa na watu na wanajeshi na tukiwemo humo. Mimi sikubali. Watanzania tambueni, kama jeshi lisipoingilia kati, basi jueni wanajeshi wengi wapo upande wenu. Tambueni hilo. Wanajeshi wengi hawakubaliani na kinachoendelea nchini. Wapo upande wenu. Kwa nini tunawanyanyasa hawa Tanzania jamani? Swala la pili, afande CDF. Uchunguzi wa kifo cha aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wetu, askari namba 1, John Pombe Joseph Magufuli. Rais Magufuli alikuwa askari namba 1 na amiri jeshi mkuu. Alikuwa kipenzi cha Watanzania. Kama sio wote basi walikuwa wengi wao, pamoja na askari. Walikuwa wanampenda sana huyu mtu. Na mimi ni mmoja wapo, nampenda sana, nilimpenda sana na still bado nampenda sana huyu mzee. Kipenzi cha Tanzania. Sasa na inawezekana pia hata waliokuwa wanamchukua by that time, kwa sasa hivi inawezekana kuna hali ambayo imeanza kuja kwao kwamba wanawezekana kwamba wanaona kwamba mtu alikuwa sahihi, kwamba walifanya makosa kumchukia. Na hisi hivyo, na kuna baadhi tayari washa admit. Magufuli aliongoza nchi kwa uzalendo hali ya juu zaidi. Anaona mtu asiyejua hilo kwamba huyu mtu aliongoza nchi kwa uzalendo mkubwa sana. Kifo chake kimewahuzunisha watu wengi sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Hilo halina ubishi. Na kuna wengine nikiwa mimi Captain Tesha nikiwa ni mmoja wao, sijawahi kabisa kupona maumivu ya kifo chake. Yani mpaka leo sijawahi kupona maumivu ya huyu rais wangu John Pombe Joseph Magufuli. Naona sijui haya maumivu yataisha lini. Sasa kwa hali hiyo tumeweza kusikia taarifa mbalimbali. Of course hizi taarifa tuliweza kuzisikia mwanzoni kabisa kipindi cha kifo chake. Mimi nilizisikia hizi taarifa mapema sana. Ila sasa nikawa sina taarifa, sina uhakika nazo. Nilizisikia kutoka Kenya na hawa mabloggers, YouTubers, mabloggers walisema baadhi yao kwamba Magufuli ameuliwa na Kikwete. Hii tabia kuchukulia poa mambo muhimu katika taifa letu limeanza lini? Hili alikubaliki. Watanzania wanataka kifo cha mpendwa wao kichunguzwe. Tena ikipendeza jeshi lenyewe lichunguzwe kifo chake haraka sana bila kuogopa mtu yoyote, na haki itendeke. Hatuwezi kukubali tu mambo yaende hivi hivi tu, yani kwamba mambo ya kwamba taarifa ishatolewa kwa tunaacha mambo yaende hivi hivi. Hilo alikubaliki. Na isema hii dhahiri kwa moyo, hilo alikubaliki. Kifo cha Magufuli kichunguzwe. Hatuwezi kuliacha hili swali linapita hivi hivi. Hili swali haliwezekana, haliwezekane. Lazima tuchunguze. Tena nashauri kwa dhati, tena
nashauri kwa dhati kabisa moyo wangu na ukweli mtupu, nashauri mtandao wote wakamatwe, waweke ndani haraka bila kumogopa mtu yoyote, kwa sababu hakuna aliyejua hiyo sheria. Hakuna mtu, mtandao wote wale utajwa na Humphrey Polepole, kwa sababu hata usalama wa taifa hizi taarifa wanazo. Sawa, nani watu wa CCM wa taarifa wanazo juu ya kifo cha Magufuli, kwamba taarifa zilitoka awali kabisa hata kabla Magufuli mwenyewe kuondoka. Hawa watu wakamatwe, hawa CCM mtandao wakamatwe haraka sana, yani haraka iwezekanavyo, wakamatwe waweke ndani. Kikwete na wenzake wote wawekwe ndani, wasije wakakimbia nchi hawa, yani wawaiwe haraka sana, yani nashauri haraka sana. Afande CDF, nakuomba, hii ni muhimu sana, naomba ingilia kati, haki itendeke katika hili. Hawa watu sio kuacha hata kidogo, hawawezi kuepuka mkono wa sheria, sio watu kuacha. Tazama watu wanavyohuzunika na kulia, tazama watu wanavyoonyesha hisia zao na kusononeka mioyo yao bila kujali chochote. Hii ndio hali halisi ya viwanja vya Uhuru jijini Dar es Salaam. Wananchi ambao wanaendelea kumiminika mahali hapa kuonyesha hisia zao wazi wazi, jinsi ambavyo wameumizwa na kuondokewa na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Tumepoteza shujaa Magufuli, ni kwa siamini mimi mpaka nilivyomwona amelala. Nyamaza kwanza, hali yako unajisikia vizuri Si watu wa huduma ya kwanza, tunaomba tukusaidie kusaidia huko. Haya, tusimama mama, tusaidie. Simama. Simama. Begi lako liko wapi? Vifaa vyako hivi hapa Haya, nyanyuka tukusaidie. Nyanyuka tukusaidie. Pole sana. Pole sana. Magufuli, inuka. Pole sana. Magufuli ni wa kwetu sote baba. Inuka. Jaribu. Haya, inuka. Haya, twende. Taratibu. Vitambulisho zima, nani angeweza hivi? Mbona wamepita marais wengi lakini wameshindwa kufanya hivi? Na ndio maana tunalia kwa ajili ya haya yote. Elimu bure kwa watoto, Magufuli yote kayafanya, katuboreshea mji. Nani atafanya hivi jamani? Ametusaidia nyingi sana wanawake. Tulikuwa tunamwagiwa vyakula barabarani, lakini baba akasema acheni mfanye biashara. Tukafanya. Tulikuwa tujui kukanga mandazi, baba katuelimisha. Baba wa sisi, baba apokelewe salama. Baba dhambi zote nazibeba. Mungu msaidie huko aliko. Msaidie baba yetu Magufuli. Anasema watu wote wa Tanzania ni wake. Anashika watu wa Tanzania kama watoto wake yeye mwenyewe binafsi. Anaona uchungu ya watu wa Tanzania kama watoto wake kutoka kwa mwili wake. Hiyo ndio kitu ile tuliona kabisa mzuri sana kwetu Kenya, tukatamani tungepewa tu huyu president wenyu even for 1 week only in Kenya, ili hata sisi tufurahie. Sasa alikuwa tunaona kweli huyu president wenyu wa Tanzania bila alikuwa marafiki na president wetu, anaweza kutubadilisha, anaweza kubadilisha ile tabia ile inafanyika saizi Kenya.
Wamaskini hawaoni, wamaskini wanateswa, wengi wanakufa kwa ajili ya njaa, sio corona. Sasa huyu president wenyu hapa, sisi Kenya tunamuita King Solomon, ndio vile tunamuita King Solomon ama King David, kwa ajili anaona mbali, kabla kitu jafanyika kibaya tayari ameshaona, anasema niachini watu wangu. Tukaona vile alikuwa anasogea karibu na president wetu, tukasema anaweza kumondoa kwa mikono ya wale wachafu. Singeweza hata kukula, kwa ajili tulijua huyu president atatuokoa Kenya. Tulijua yeye ndiye atakuwa kiongozi wetu Kenya. Bila alianza kuingia kwa marafiki na Magufuli. Sasa tunampoteza kabla hatujatoka kwa shida. Kwa ajili hapa nimetembea huku kote, nimeona vile watu wako na furaha, wanafanya mabiashara zao ndogo ndogo. Hakuna mtu anawabomoa, hakuna mtu anawaondoa huku kwa barabara kule na kufanya biashara. Maana walishazoea kwamba Watanzania wanaongea alafu watasahau. Hili swala halitusaulika milele na milele. Mpaka kieleweke. Na hata kama imetokea mmeniua mimi, na imani wapo watu wengine wataendelea kuongea. Kwa sababu mnaweza mkatafakari kama mnahangaika na watu ambao wanaongea ukweli, afu mnawaua tangu mlipoanza hivyo vitu vya kuwaua watu mpaka leo hii. Vipi mmefanikiwa? Lazima tuongee ukweli, hakuna kufichana hapa. Mlifanikiwa?